Baada ya Baraka kuokota ile karatasi na kumpa Amina, macho yao yalikutana kwa sekunde chache ambazo zilikuwa kama dakika. Amina alitabasamu polepole. Asante, nilidhani upepo utaichukua kabisa. Baraka alicheka kidogo. Labda upepo tu ulitaka tupate nafasi ya kuongea. Maneno yale yalifanya Amina acheke kwa aibu, huku akishika gauni lake lililokuwa likipeperushwa na upepo wa jioni. Daladala moja ilisimama kituoni. Watu wakapanda haraka, lakini Baraka na Amina hawakuharakisha. Walikuwa bado wamesimama karibu wakiongea. Mara nyingi huwa napita hapa, alisema Amina, lakini leo ndio mara yangu ya kwanza kuona mtu anayefanya kituo hiki kuonekana cha tofauti. Baraka alimtazama kwa mshangao kidogo. Kwa nini cha tofauti? Amina akatazama chini kidogo kabla ya kujibu. Sijui, labda kwa sababu leo nimekutana na mtu ambaye sikutarajia. Moyo wa Baraka ulipiga kidogo. Hisia ya furaha ilipita ndani yake kama mwanga wa ghafla. Wakiendelea kuongea kuhusu maisha, kazi na ndoto zao, kadri dakika zilivyopita, waligundua kuwa walikuwa na mambo mengi yanayofanana. Wanapenda muziki laini wa jioni, wanapenda kutazama bahari, na wote walikuwa na ndoto ya maisha yenye amani na upendo wa kweli. Daladala nyingine ilifika. Safari hii Amina alipaswa kupanda, lakini kabla hajaingia alisimama mlangoni na kumtazama Baraka tena. Kama nikikuona tena hapa siku nyingine utanitambua? Aliuliza kwa utani kidogo. Baraka alitabasamu. Hata kama watu 1000 watasimama hapa, nitakutambua. Maneno yale yalifanya Amina acheke kwa furaha. Daladala lilipoanza kuondoka, Amina aligeuka dirishani na kutazama Baraka mara ya mwisho jioni ile, na Baraka alisimama pale pale kituoni akitabasamu peke yake. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu alihisi kitu cha ajabu moyoni.